Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa majina naitwa Rashid Muhammad Qasim, ni mzaliwa wa Tanga, wilaya ya Mkinga, kijiji cha Vuo, almaarufu watu wakiita Vuo Bi Mwachala. Mimi ni mzaliwa mtoto wa 6 katika watoto 8 wa mzee Muhammad Qasim, wengine wanapenda kumuita Muhammad Kindiku, na baba yetu ni mzaliwa pale pale Vuo, au baba yangu ni mzaliwa pale pale Vuo, na mama yangu ni mzaliwa wa kijiji cha pili ambacho kinaitwa Kirui na ndiyo kwao. Kwa hiyo mimi nina pande mbili, kwa mama ni Kirui, kwa baba ni Vuo. Kama nilivyokwisha kusema kwamba tumezaliwa watu 8, mimi nikiwa ni wa 6. Mkubwa wetu kabisa ni wa kiume ambaye yeye sasa hivi ni shekhe, yupo huko Dar es Salaam maeneo ya Kisarawetu, na ndio shekhe wa kata, na wanaofuatia wote ni wanawake, kwa maana wote ni wanawake. Mwanamume ni mimi wa 6, na mmoja ni marhum ambaye ananifuata mimi, alikiitwa Kasim, alifariki kama miaka 15 iliyopita, miaka 13 14 iliyopita mpaka 15 alifariki huyo mdogo wangu mimi, na naye mdogo wangu wa mwisho ambaye ni binti. Na hiyo ndio taarifu fupi ya mimi kujulikana kwamba naishi wapi, natokea wapi. Ama safari yangu sasa ya ukuaji, mimi nimekuwa sehemu tofauti tofauti. Nimeishi sana kijijini ambako ndo huko Vuo, na ndiko nilikopata elimu yangu ya msingi. Mwaka 1995 ndiyo nilianza darasa la kwanza. Na kipindi kile kulikuwa kusoma nasari ilikuwa hakuna, lakini isipokuwa kuna madrasa nilikuwa nikisoma Nairobi. Ile madrasa ilikuwa ina mambo ya kizungu, kwa sababu nilipata kuishi Nairobi nikiwa mdogo, kwa sababu dada yangu alikuwa yupo kule, aliolewa, kwa naishi kule. Nimeishi takriban kama miaka 2 takriban, na nilipata hiyo elimu kidogo, lakini ilikuwa sio ile usirias sana, kwa sababu ilikuwa ni wahamiaji. Kwa hiyo sikuweza kukaa kusoma sana, na pia ilikuwa ule muda wa kwamba mimi niingie shule ilikuwa bado. Kwa hiyo elimu yangu hasa kusoma, mimi nimeanza kusoma mwaka 1995 ndio nimeanza darasa la kwanza na nimemaliza 2001. Hii safari hii ya kisekula, lakini sikufaulu, sikufaulu, kwa maana sikuendelea na masomo ya sekondari, kwa sababu hata kipindi kile mnaweza mkafaulu wengi, lakini shule mkapata nafasi watu 3 4. Kama darasa letu sisi walifaulu watu 4, nakumbuka watu 4, watu 3 ndio waliofaulu, hawakuwa watu 4. Walikuwa ni watu 4, na wakumbuka hapa. Alikuwa mmoja aitwa Rama, mwingine aliitwa Ali Hassani, mwingine aliitwa Bakari Kondo, sasa hivi ni mwalimu huyu. Mwingine aliitwa Salim Saidi, watu wa Mwaboza,
watu wa Mwaboza ndo wengi walifaulu, lakini watu wa Vuo ambao walikuwa tunasoma sisi hakutoka hata mtu mmoja, alitoka mtu mmoja tu, mtu wa Vuo. Kwa hiyo watu 4 ndio walifaulu. Kwa hiyo sisi wengine hatukupata huo faulu, lakini sio kwamba tulikuwa hatufanyi vizuri darasani, tulikuwa tukifanya vizuri pia. Kwa hiyo nimaliza 2001. Baada ya kumaliza 2001, lakini kabla ya kwenda kumaliza 2001, nilikuwa huku nyuma huku kuanzia mwaka 1995, 93, 94 ndo nilianza ukuaji wa madrasa pale pale Vuo. Nilianza madrasa nikiwa mdogo, tulikuwa tunasoma kwenye ubao, tunaenda na ubao shule na madrasa, tunaandikiwa herufi za hijai zile alif be, unakuwa na kikopo chako ndani kina sponge ile ya kufutia na maji, naandikiwa. Kesho ukija unasoma, ukipatia unafuta hivyo. Kwa hiyo nilianza kusoma hivyo, pata msingi huo kwa mwalimu Kudura Idiama, na tumemkuta tayari mwisho yule mzee tayari hatukumfaidi vizuri, kwa sisi kwa ni wadogo sana kwa akisomesha, na hatukusoma kwake, tulikuwa tukisoma kwa walimu wale wakufunzi wale, tena sio wale wa juu kabisa, wadogo pia wale. Nakumbuka mwalimu wetu kubwa kabisa alikuwa na kumbukumbu hiyo, alikuwa akiitwa Ustadhi Athmani Kiriba. Ustadhi Athmani Kiriba, na mwalimu mwingine ni mwalimu Dauda Muhammad Ali, pia alikuwa ndo walimu wa kutufundisha zile herufi. Kwa hiyo wakati ndo tunaanza kuingia kwenye juzu, mwalimu Kudura nakumbuka alikuwa ameondoka, lakini katika walimu ambao wakuwepo pale wakubwa ambao tuliwahi kuwaona pale madrasa, ni mwalimu ambaye sasa hivi ni maarufu, ni mwalimu ambaye alimaarufu watu wanamuita Mwalimu Peru. Mwalimu mwingine ni mwalimu Jonjo, na kina mwalimu Athmani Kiriba. Hawa ndio walimu ambao sisi tulikuwepo pale madrasa tukiwaona wao wakiwa na movement zile za bado kutafuta elimu na nini. Kwa hiyo ikawa tunasoma hivi, lakini kuna baadhi ya vipindi sasa mwalimu anaingia, mwalimu Kudura, vipindi vya lugha vile, anasimamishwa mmoja kule mwingine huku, tunaulizana maswali ya kilugha hivyo, lakini mwalimu hakukaa muda mrefu pale, akawa ameondoka. Na mwalimu aliondoka muda kama mwaka, hata bado nakumbuka hatujamaliza darasa la 7, bado hatujamaliza darasa la 7, mwalimu pale kawa anaondoka pale Vuo, na akaja sasa mwalimu mwingine ambaye alikuwa mwalimu Akida. Mwalimu Akida Nasiri akawa yuko pale Vuo somesha dini, na sisi ndio ikawa ndio vijana wale tumeanza kuingia kwenye misahafu kidogo, akatutengeneza tukawa sasa pia tunafanya yale mahitaji ya kijamii kama kuhutubu misikitini. Ndio uzoefu wetu tulipopata kwa mwalimu Akida. Hasa kwa mwalimu Akida ndio pale kule kusoma kwa kiutu uzima, ndio vijana wadogo wale kwa sasa hawa wako madrasa, tulianza kusoma kwa mwalimu Akida. Kumbuka mwalimu Akida alikuwa ni mwalimu mzuri sana, hasa alikuwa mwalimu alikuwa mwenye fani zile za kuimba, alikuwa akipenda sana mwimbaji mzuri, alikuwa akitukochi. Na katika wanafunzi ambao walikuja wakawa ni mu'tamad katika masala ya kuwa ni wasomaji wazuri wa kaswida na milango na mambo kama hayo, mimi nilikuwa ni namba moja. Na nakumbuka kipindi kile, hiyo ni tayari ni kama mwaka 1999, 2000, kuanzia 98 hiyo 99,
mpaka 2000 huyu